Haleluya, Bwana Yesu na asifiwe sana. Ninawasalimu ndugu zangu wote wa Tanzania. Yamkini unaisikia sauti hii, naomba tega sikio kwa makini, liko jambo ambalo ninawiwa kusema siku ya leo. Nchi yetu ya Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimeasisiwa amani. Tumepata uhuru mwaka 61 na kila mwananchi akawa na uhuru wa kuishi, akawa na uhuru wa kufanya kazi kwa nafasi yake, akawa na uhuru wa kuchangia wazo maoni katika taifa lake. Lengo ni kuishi katika umoja. Liko jambo moja ambalo linaendelea kutrendi kwenye mitandao kuhusu maandamano. Ni wasi ndugu zangu wa Tanzania, wadogo zangu, kaka zangu, baba zangu, babu zangu, niombe kutoa sauti hii kama mimi nikiwa ni miongoni mwa Watanzania, ya kwamba nchi ya Tanzania ni nchi ya amani, licha ya kuwa kuna mapungufu ya hapa na pale, lakini lazima tutambue kwamba sisi ni wanadamu na tunaishi katika misingi tukiongozwa na wanadamu. Mungu wetu analipenda sana taifa la Tanzania, na ndio maana mimi na wewe tumezaliwa katika nchi ya Tanzania. Tunajifunza kwa mataifa ya wenzetu ambao tayari wamepita katika maangamizi makubwa. Tunapotaja Ethiopia, Somalia, Irani na nchi zingine zinazoendelea, hata katika Afrika, nchi ya Libya, tunaona wenzetu walipita katika misukosuko mikubwa na tukaona madhara na hatari za vita. Ni wasi ndugu zangu mlioko vijiweni, mlioko mazingira mbalimbali ya mikusanyiko, acha kusapoti au kusajadia kitu kinachoitwa maandamano. Naomba tarehe 29 mwaka jana, ile Oktoba, kwa kile ambacho kimetokea kikabaki kuwa fundisho katika maisha yetu. Tumepoteza ndugu, jamaa na marafiki. Tuliwapenda, walitupenda, taifa liliwategemea, Mungu aliwategemea, lakini leo hatunao tena, wamekufa katika vifo vya ajabu. Ndugu zangu, ni wasi sana sana sana, tuendelee kuihubiri amani. Pasipo amani hakuna elimu, pasipo amani hakuna viwanda, pasipo amani hakuna afya, pasipo amani hakuna maendeleo, pasipo amani hakuna uhuru wa kutembea hapa na pale kwa mahali ambapo nataka kwenda. Pasipo amani hatuwezi kufanya jambo la aina yoyote. Ni wasi ndugu zangu, baba, mama, kaka, unayenisikia popote unapotazama klipu hii, naomba chukua muda wako kwa ajili ya kutafakari juu ya maneno haya ambayo mtumishi wa Mungu ninasema. Ni mtumishi wa Mungu Ibrahim Nyamba ambaye ninahubiri kwa njia ya uimbaji. Ninakemea sana uovu, ninakemea sana watu wanaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Lakini kwa siku ya leo nikaguswa kusema jambo hili kwamba taifa hili ni taifa letu sote. Tanzania ni ya kwetu sote. Imebeba makabila yasiyopungua 120 na zaidi. Amani inatawala katika taifa hili tangu tuasisiwe na baba yetu, wazee wawili hawa, baba wa taifa Mheshimiwa Julius Kambarage Nyerere na Mheshimiwa Karume kule Zanzibar. Wazee hawa wawili wametuachia busara ambayo inatamba hadi leo na tunaishi katika hayo. Tanzania sisi ni wamoja, tuishi katika nia moja. Penye tofauti tujaribu kukaa na kuweka mambo sawa, alimradi amani yetu iendelee. Ndugu zangu, penye vita wataangamia watoto wetu, wataangamia kaka zetu, wataangamia dada zetu, mali zetu zitateketea. Tutapoteza muda wetu. Wengine watakuwa ni walemavu, wana vilema vya kudumu. Wengine
watapata hasara kubwa zisizo na malipo. Ni wasi sana ndugu zangu, ni wasi sana ndugu zangu, chonde 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 chonde, tuache haya mawazo potofu, tuijenge nchi yetu, tuijenge Tanzania yetu, kwa pamoja tuweze kusonga mbele. Nimesema haya kwa uchungu mkubwa, naomba kwa tafakari, na Mungu awabariki sana ndugu zangu. Asante.